kama madhaifu yake yanahimilika, endelea kuwa naye. Kila binadamu ana madhaifu yake, chini ya jua hakuna mkamilifu. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Tunaendelea na simulizi yetu ya Chozi la Usaliti, na hii ni sehemu ya 6. Bila kusahau, mimi ni MSI. Alikuwa anatembea taratibu, tena kwa mwendo wa madaha. Mara kwa mara Eliza alikuwa anageuka na kunitazama. Nikwambie kitu, Eliza alikuwa mzuri. Eliza alikuwa binti mrembo mno. Kimoyomoyo nilikubaliana na maneno ya wahenga, ukiona vizuri ujue vimeumbwa. Ama hakika Eliza alikuwa ameumbwa na akaumbika Bwana. La mimi, macho yangu yalinaswa na huyo binti. Moyo wangu ulikuwa umezama mazima kwake. Ni tamaa tu ndio zilikuwa zinanifanya niangalie mabinti wengine, ila kwa huyu mrembo, kwake nilikuwa nimefika. Kwake nilikuwa nimenasa. Niamini mimi, yeye alikuwa amenichagua, nami kwangu yeye alikuwa chaguo la moyo wangu. Moyo wangu tangu kitambo hicho, ndani yake kulikuwa na jina moja tu, ambalo ni Eliza. Nilivutiwa naye muda mrefu uliopita. Shida ilikuwa moja tu, nilishindwa kueleza hisia zangu. Amini nakwambia, kuwa naye ilikuwa ndoto yangu. Kuwa karibu yake yalikuwa matamanio yangu ya muda mrefu. Siku ile ndoto yangu ilikuwa imekamilika, na matamanio yangu yalikuwa yameanza kuwa uhalisia. Eliza nilikuwa naye, tena bahati nzuri alikuwa amenishika mkono. Moyo wangu ulikuwa umejawa na furaha. Moyo wangu ulikuwa unaongea japo kimya kimya. Kwa huyu mrembo, kwake nilikuwa sina neno. Kwake nilikuwa sina kauli yoyote ile. Safari yetu mimi na Eliza iliishia kwenye mti mmoja mkubwa. Wapendanao tuliweka makazi kwa muda mfupi tu. Haya yalikuwa makazi ya dakika chache. Kama ujuavyo, mapenzi ni ujinga. Huwezi amini tulifanya mambo mengi ya kijinga. Unajua, mapenzi na ujinga ni vitu vinavyoendana. Hata kumpenda mtu kuliko unavyojipenda wewe, napo ni ujinga. Kwa kuwa mpenzi anaweza kukuacha, ila wewe hauwezi kujiacha. Ukitaka penzi liwe tamu, tena tamu kama asali, lazima wapenzi mtengeneze kumbukumbu. Kumbukumbu ndiyo mapenzi. Kumbukumbu ndio zinafanya ushindwe kumsahau hata huyo ex wako. Sio kwa sababu ya uzuri wake au ubaya wake, hapana, ila ni kumbukumbu mlizotengeneza mkiwa pamoja. Siku ile mimi na Eliza tulijitoa ufahamu, tena tulijifanya wajinga kweli. Tulifanya mambo ya hovyo. Mara Eliza nikalie juu kama tunafanya mapenzi, mara ni mlalio kwa juu. Yale masiara yalifanya hisia zangu zipande kwa kasi. Kusema kweli, nilihisi hamu, tena hamu ambayo ilikuwa ngumu kuizuia. Moyo ulikuwa unaenda mbio. Fimbo ya kuchapia wadada ilikuwa imenyoka barabara kwenye suruali. Nilishindwa kujikontrol. Hata sijui Eliza alijuaje nateseka. Aliingiza mkono kwenye suruali yangu na kutoka, na taratibu alianza kuinamba misili ya mtoto alambaye koni. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilisikia msisimko wa ajabu. Msisimko ambao sijui hata niuelezeje, ila la mosi mimi nilihisi la tena la ambayo nilikuwa sijawahi kuipata.
Hata zikupita dakika 2 nilijikuta na unguruma misiri ya simba aliyejeruhiwa. Ule mungurumo ulikuwa umeambatana na maji mazito mno. Yale maji yalimlowanisha Eliza usoni. Jamani, nilitegemea Eliza atavimba kwa hasira, lakini wala. Yeye alikuwa anatabasamu tu, huku akinitazama kwa mapozi. Niwe mkweli, mimi nilihisi aibu. Eliza alitoa kitambaa na kuanza kujifuta, kisha alinyanyuka na kuanza kuondoka. Nilibaki na msindikiza kwa macho, nisijui nifanye nini au nitende nini. Alipiga hatua kama 5 na kugeuka. Kwa ishara aliniita, kisha aliendelea na safari. Nilijiweka sawa. Taratibu nilianza kumfuata nyuma. Nilitegemea tunarudi shuleni, kumbe ilikuwa safari nyingine kabisa. Haikuwa safari ndefu kihivyo, lakini kwangu kwa kweli niliona ni safari ndefu mno. Kwanza nilikuwa nahisi uchovu, halafu nilikuwa sipo comfortable kabisa kuwa naye karibu. Polepole ndio mwendo, kama wahenga walivyonena. Hatimaye tulijikuta tumefika kwao na Eliza. Bila kuongea neno lolote, Eliza aliingia ndani. Mimi nilibaki nje nimesimama tu misiri ya nguzo. Baada ya kusimama kama dakika 3 pale nje, kichwani nilipata wazo la kutoroka. Polepole nilianza kurudi nyuma. Mara nilisita na kusimama baada ya kusikia mlango unafunguliwa. Kwa wasiwasi nilitazama mlangoni. Mbele ya macho yangu alikuwa amesimama Eliza. Niliguna baada ya kumwona. Alikuwa amejifunga kanga moja tu kuanzia juu mpaka chini, na vile alivyokuwa mrefu, kanga yenyewe ilikuwa imeishia magotini tu. Taratibu alipiga hatua kuja pale nilipokuwa, na upepo ulivyokuwa hauna heshima, pole pole ulikuwa unaisogeza ile kanga huku na kule. Jamani, mwenzenu nilikuwa nakula kwa macho. Furaha ya macho ni kuona, na Ramos niliona. Alipofika. Huu ni ulimwengu wa simulizi za mapenzi, na mimi ni MSI. Ukiwa na muda wa kutosha, niite mfarume wa simulizi za mapenzi, na nilikuwa naelea kwenye ulimwengu wa simulizi hizi tamu za mapenzi. Nikwambie, tukutane kunako sehemu ya 7 ya simulizi hii. Chao.